بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أولا فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أيتما لكم شكر الله سبحانه وتعالى، نبي كذلك صلينا كمصليمه بنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، bila shaka leo hii tunakumbushana hadithi ambayo aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, akifundisha umati wake na kadhalika akituelimisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam anasema katika hadithi ambayo kapokea sahabiyu jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ambayo amepokea Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, man waqahu Allahu ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala aljannata. Ayuha almuslimuna ibadallah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam atueleza katika hadithi hii, na bila shaka hadithi hii ina mafunzo mazito, ina mafunzo makubwa kwa kule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufunza umati wake. Sasa bila shaka kama namna ambavyo alipokea sahabiyu jalil, sahaba mtukufu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, kwamba aelezea ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwamba alisema Bwana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man waqahu Allahu ma baina lihiyaihi, yote ambaye atakailindwa na Allah, ambaye atakayepushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kile ambacho kilichoko baina ya ndevu zake mbili. Anakusudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akusema wasema baina ya ndevu mbili, maana yake ya kwamba ni zile ndevu ambazo zinazokuwa kwa mwanamume, hizi za juu na kadhalika na hizi za chini. Sasa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, namna ambavyo anaelezea kwamba Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema, man waqahu Allahu ma baina lihiyaihi, yoyote ambaye atakayepushwa na Allah, yoyote ambaye atakayelindwa na Allahu tabarak wa taala, ma baina lihiyaihi, kutokamana na kile ambacho kilichoko baina ya ndevu zake mbili. Maana yake ya kwamba ni hizi ndevu za juu hizi na kadhalika hizi ndevu za chini. Kile ambacho kilichoko baina ya ndevu hizi mbili ni kitu gani? Bila shaka ni famun, bila shaka ni mdomo. Hasa yote ambaye atakaye lindwa na Allah na yote ambaye atakayepushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kile ambacho kilichoko baina ya ndevu mbili, maana yake kwamba ni mdomo, akaacha kusema uongo, akaacha kuongopea, akaacha kusema urongo, na kadhalika akaacha kutoa maneno ambayo ni ya fisku, ya uovu, kuleta uchokozi baina ya watu hagombana kupitia ulimi wake, na pia kadhalika mtu huyo akaacha na akawa sasa amelindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde. Sasa ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man waqahu Allahu ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala aljannata, yoyote ambaye atakayepushwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kulindwa na Allah subhanahu wa ta'ala kile kilichoko baina ya ndevu mbili na kile ambacho kilichoko baina ya miguu miwili. Sasa tukisema kwamba kile kilichoko baina ya miguu miwili, bila shaka ni utupu. Yote ambaye atakayelindwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na utupu, hakutumia utupu wake na hakutumia tupu yake katika masala machafu, masala ya zina, masala mengineyo, masala ya liwat, hakutumia utupu wake kwa vibaya, bila shaka mtu huyu
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema dakhala aljannata, mtu huyo bila shaka ataingia peponi. Sasa katika hadithi hii tukipiga haraka haraka na kuitaja haraka haraka, bila shaka kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man waqahu Allahu ma baina lihiyaihi, yoyote ambaye atakayepushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kile ambacho kilichoko baina ya ndevu zake mbili, wama baina rijlaihi, na kile ambacho kilichoko baina ya miguu yake miwili, maana yake kwamba ni utupu kwa mwanamume au kwa mwanamke, akahifadhi tupu yake, akahifadhi uchi wake, maana yake kwamba ukatumika ile hali tu, ukatumika katika sehemu ambayo ni halali, lakini akaacha kutumia uchi wake na kadhalika akaacha kutumia utupu wake katika jambo ambalo linamkasirisha Allah tabarak wa taala katika namna ya uzinifu, bila shaka mtu huyo dakhala aljannata, mtu huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ni hadithi ambayo rawahu Tirmidhi, amepokea Imamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi, na pia kadhalika hadithi hii ni hasanun sahih, ni hadithun hasan. Bila shaka ahlul ilm wale ambao walioperform katika masa ya ilmu alhadith wanasema kwamba hadithi hii ni hadithun sahih, ni hadithi ambayo ni sahihi bila shaka. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufunza katika hadithi hii ya kwamba yote ambaye atakahifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kile ambacho kilichoko baina ya ndevu zake mbili na kile ambacho kilichoko baina ya miguu yake miwili, maana yake ni utupu, bila shaka mtu huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tukiangalia katika hadithi nyingine tena, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja ameketi na masahaba zake, sahaba mmoja akamuuliza bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam, akasema ya Rasulullah, ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa al-janna wama aktharu shay'in yudkhilu an-nasa an-nara. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameketi pamoja na masahaba zake, sahaba mmoja akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa al-janna, ni vitu gani ambavyo vitakuja kuwaingiza watu kwa wingi peponi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwangalia sahaba yule akasema, at-taqwa Allah wa husnul khuluq, maana yake kwamba kitu ambacho kitakuja kuwaingiza watu kwa wingi peponi maana yake ni at-taqwa Allah, maana yake kwamba ni mtu kumwogopa Allah na kumcha Allah na kuto kumwasi Allah, wa husnul khuluqi, na kadhalika na mtu kuwa na tabia nzuri. Pale ambapo mwanadamu atakapokuwa na sana mwogopa Allah, pale ambapo mwanadamu atakapokuwa na tayari amemcha Allah na pia kadhalika akawa na tabia nzuri, bila shaka mtu huyu ni miongoni mwa zile tabia ambazo Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam ni tabia ambazo zitakazowaingiza watu kwa wingi katika pepo ya Allahu tabaraka wa taala. Sahaba yule hakutosheka, akaendelea kuuliza, wama aktharu shay'in yudkhilu an-nasa an-nara, na ni vitu gani ya Rasulullah ambavyo vitakavyowaingiza watu kwa wingi motoni? Faqal sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, al-lisan wal farj, maana yake kwamba vitu ambavyo vitakavyowaingiza kwa wingi watu motoni ni al-lisan, bila shaka ni ulimi. Maana yake kwamba ni ulimi. Ulimi ni chombo ambacho ni kibaya mno. Ulimi ni kiungo ambacho mwanadamu anaweza akazungumza ikawa ni sababu kuvunja baina ya mahusiano mawili, mke na mume wakaachana wakatarikiana kutokamana na ulimi. Mama mkwe inaweza ikawa ni sababu ya kwamba huyu mtoto wake wa kiume kumwacha mkewe kutokamana na ulimi wake tu, akasingizia kitu ambacho hakijatokea. Na pia kadhalika mwanamume akapanic, baada ya kupanic akaona kwamba tayari ni kweli, pasina kufanya uchunguzi na mengineyo, ikatokea tayari amemwacha mke wake pasina kuwa na sababu ya msingi. Na pia kadhalika mtu
anaweza akatumia ulimi wake, ndimi yake, akazungumza maneno ya uongo, ikawa ni sababu ya watu kukosana katika jamii, wakatukanana, watu wakatetana, wakaacha kuelewana katika dunia hii. Ulimi huu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema vitu ambavyo vitakavyowaingiza watu kwa wingi katika moto wa Allah jalla wa ala, al-lisan, bila shaka ni ulimi, wal farj, na kadhalika na utupu. Maana ya kwamba mwanadamu pale ambapo atakapotumia utupu wake vibaya, hakuoa wakati huu ambao bado hajaoa, wakati huu ambao hajaoa, akatumia utupu wake katika njia ambayo inaukasirisha Allah tabaraka wa taala, Allah anakasirika, bila shaka mtu huyu ataingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa al-jannah at-taqwa Allah, wa ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa an-nara. Faqala alayhi salatu wassalam al-lisan wal-farj. Ayuha al-muslimun ibadallah, hali maneno ambayo anazungumza Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam akifundisha umati wake, maana yake ya kwamba umati huu ili ujiepusha kutokamana na mambo kama haya. Wa sallallahu rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.